Ndugu wa Tanzania, nimerudi tena kwa kipindi cha pili kwa ajili ya kukubeba we na mimi tusafiri pamoja kuelekea dira 2050. Na ili nikuchukue vizuri kwa salama kwenda huko, sasa naanza kukuletea mchanganuo wa wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Maana yake nini? Kama jina linavyosema, maendeleo ya jamii ni nini? Hapa tunaongelea wataalamu wa wizara hii wa maendeleo ya jamii wenye historia ndefu sana na wenye uwezo wa kwenda kwenye jamii, kuisikiliza jamii na kuiweka pamoja na kujadiliana nao. Jamii ikasema changamoto zao na wakaulizwa ufumbuzi ni nini, pengine wakawa hawafahamu, lakini kupitia mafundisho ya wataalamu hawa jamii ikaanza kuona kabisa ufumbuzi wa changamoto zinazowazunguka kuanzia hapo hapo walipo, lakini na ufumbuzi mkubwa zaidi kupitia fursa zilizoko serikalini za kimkakati. Lakini swala la jinsia, neno jinsia watu wameanza kulitumia vibaya, wanalileta kwenye migogoro ya ndoa kwamba ni mashindano kati ya mme na mke. Ni uongo, sio kweli. Kuna dhana pana sana hapa inayohusisha kuangalia haya maendeleo tunayoyaendea. Makundi yote kwenye jamii yameingia kwenye safari ya maendeleo, yanatumika kwa usawa kwa fursa zilizopo ili waweze kupeleka maendeleo yao na taifa mbele. Mfano sasa kwenye jamii kuna wenye ulemavu, ukawafungia, unanyanyasa hiyo jinsia. Uwape elimu, uwatoi wakaonekana, wakashiriki hata kujifunza, kuimba, kucheza michezo, kuigiza, unawaonea. Una mtoto wa kike, humpi nafasi ya kwenda kuelimika, unambagua, unamkandamiza. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Au unafanyia ukatili jinsia mojawapo pale. Kwa hiyo masuala ya jinsi ni me na ke, kike na kiume, lakini jinsia ni lile kusanyiko la makundi mbalimbali ya kijamii. Je, yanapewa fursa ya kuendelea kwa usawa? Hizi nyingine ni hadithi tu za kusababisha mashindano ya mke na mme. Tutaelimishana hapa mpaka tuelewane. Lakini wanawake, neno wanawake kwenye wizara hii, wanawake ni kundi kubwa sana ambalo tusipolipa nafasi ya kwenda mbele tukawa tunalikandamiza. Haliwezi kututoa sisi ambaye tunasema ni wanaume tuendelee peke yetu. Zipo tafiti nyingi zinazoonyesha mama akiachwa nyuma akaenda baba peke yake mbele au mtoto wa kiume, ile familia haiwezi kwenda mbali. Ndio maana walikuwa wanakandamizwa sana, wakakutana Beijing mwaka 1995 kuongea. Utayajua waliongea nini, kwa sababu gani? Walikuja kuomba kwamba kuwe na usawa wa kijinsia kwenye kundi hilo la wanawake ukilinganisha na la wanaume. Makundi maalum yako mengi. Mengine yapo kwetu, mengine hayapo kwetu, yako wizara nyingine. Hapa nitaongelea makundi ya wizara hii ni pamoja na watoto, wazee, wajane, wagane, hawa ambao ni wanaume. Na katika kundi la watoto ni pamoja na watoto wote wenye matatizo mbalimbali kama yatima, kasoro, wenye ulemavu, wanaangaliwa na ofisi ya waziri mkuu inayoshughulikia masuala ya sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu. Lakini sasa hapa kwenye makundi maalum kuna kundi kubwa la wafanyabiashara ndogo ndogo wa aina mbalimbali. Wengine wanaendelea kuibuliwa, boda boda, mama babalishe, bajaji, sijui wasusi, sijui washona nguo, sijui wapaka rangi, sijui wauza mboga mboga, na wengine wengi. Sasa hivi tunaanza kuongelea makuli wanaobeba mizigo, na wenyewe tuwawekee mazingira mazuri ili ubebaji wao uwe mzuri. Kwa hiyo makundi maalum, ndugu, yako mengi. Kwa ufupi, huu ndio mnyororo unaohusisha hii wizara. Kwa kina zaidi, endelea kufuatilia. Tukutane sasa kipindi cha 3 ili chukua kipengele kimoja tu cha maendeleo ya jamii, wajue walitokea wapi, walifanya nini na mchango wao ni nini. Hivyo hivyo wanawake kisamkasa ilikuwa nini, historia ya jinsia na historia ya makundi yote maalum yanayohusu wizara hii. Endelea kutufuatilia kwenye YouTube channel zetu, Instagram, Facebook, hadi TikTok tupo. Kuna siku tutakuwa na live, yani uso kwa uso, unapiga maswali, sisi tunafafanua.